Ufunuo 3 mstari ule wa 15, neno la Mungu linasema hivi: na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri, ingekuwa heri, ingekuwa heri, ingekuwa heri, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Wewe tumika, 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 imba sana, fundisha sana, hubiri sana. Mungu anasema najua matendo yako. Huwa naogopa sana huu mstari, naogopa sana. Ndio maana kabla sijahubiri lazima nijihubiri, nisije nikatumika kama kopo la chooni. Maana siku ya kuhama sijaona mtu anayeweka kopo la chooni na vyombo visafi, linapigwa teke, linapigwa teke, linapigwa teke, kopo la chooni. Ukienda kule unatengeneza jingine, biashara imeisha. Watumika, imba, unajificha, unakosana na mume wako au mke wako, unafika kwenye kwaya ndio unaimba mpaka shingo na nyoka. Imba sana. Mungu anasema najua matendo yako, kwamba wewe si moto wala si baridi. Kwa shetani upo, kwa Mungu upo. Gizani uko, kwenye nuru uko. Ninafikiri unadanganya wachungaji na sadaka yako inaliwa bure na jehanamu unaingia. Unaingia, unaingia vizuri. Mungu anakushauri hapa kwamba na heri ungeweka maamuzi ya kina, uwe moto au uwe baridi. Nenda kwa Lucifer umtumikie vizuri. Waingereza wakasema ukiona Mungu anakusumbua nenda kwa shetani, na ukiona shetani anakusumbua nenda kwa Mungu. Ziko sehemu mbili tu. Amua. Kwa nini upoteze muda uje uchomwe moto ule 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 ule? Uliishi kwa shida, unavuta sigara kwa shida, moja unaivuta kutwa, vuta pakti 10. Ndio maana yake huu mstari, heri uwe moto au baridi. Kwa nini unazini kwa shida? Zini sana, maana unajua kuna siku yako ya kujiriwa. Naiba iba vidogo vidogo kuku, nenda bank. Kama utafanikiwa kutoka hujapigwa risasi, Mungu anakupa uhuru, kwa sababu una uhuru wa kumfuata Mungu au kumkataa. Kumfuata Mungu ama kumkataa. Unaombea ukweli, unakasirika. Mungu anakwambia amua leo, uwe moto ama uwe baridi. Anakushauri, na kushauri ungekuwa moto au baridi kuliko kuwa vuguvugu. Vyote unavyo. Mungu unampenda, shetani unampenda, uzinzi unaupenda, kwaya unaipenda, kuhubiri unaupenda. Nakwambia hivi, siku ya kujiriwa inakuja. Uwe moto au baridi, asema Bwana, ili siku utakapokuwa unaingia kwenye jehanamu unajua kweli nilifanya, kweli nilimuuzi Mungu. Kuna watu watalia kwa jinsi ya ajabu sana. Kuna mzee mmoja wa kanisa moja
alikuwa yeye anawatembelea washirika kila wakati, hasa yeye akafa kule, akaambiwa utaingia. Kumbe yeye alipougua hospitalini hawakumtembelea, akafa na kinyongo. Kwa nini hawajakuja kunitembelea wakati mimi nilikuwa natembelea Wakristo? Kufa sio shida, shida ni nani atakupokea. Umejiandaje? Je, wewe ni moto au baridi? Wewe ni vuguvugu? Amua leo, asema Bwana, kumfuata Mungu ni hiari, hakuna kubembeleza. Hata ukimtubisha mtu anakata roho kwa lazima, haendi mbinguni. Na tulikuwa na ujinga huo, wamtubisha haraka, wamtubisha, haendi mbinguni. Kwani unapovaa nguo unalia? Yesu akamwambia kwamba huyu hawezi kuingia, maana alitubishwa kwa haraka, kwa kulazimishwa. Mbinguni wanakuja watu ambao walikuwa wamehamua kwa hiari yao, sio kwa kulazimishwa. Unafuata dini ya baba yako, nafikiri utaenda mbinguni? Hutaweza. Ni mimi mtumishi wa Mungu Reverend Lawrence Mapunda. Simu yangu ni 0754664398, 0754664398. Andika swali lolote. Pia tunashukuru sana mnaofuatilia vipindi hivi ili upone na jehanamu na kuzimu, uje muone Mungu wako.